Wizara ya Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Felix. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Zao la migomba ama ndizi ni miongoni mwa mazao makubwa katika wilaya ya Buhigwe na maeneo mengine nchini. Kutokana na tafiti zilizofanywa duniani, zao la migomba linaweza kutumika kutengeneza bidhaa kama vile vikapu, mikeka, kofia, chakula cha mifugo, mbolea, nguo, karatasi, nyuzi, dawa za asili na malighafi za kujengea. Lakini pia matunda yake hutumika kama chakula. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia shirika la maendeleo ya viwanda vidogo SIDO na kituo cha zana za kilimo na teknolojia vijijini Kamatech ina teknolojia za kuchakata migomba kwa ajili ya chakula cha mifugo na viwanda vya kutengeneza mvinyo, unga wa lishe, keki na crisps zinazotokana na ndizi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kutambua umuhimu wa uongezaji thamani wa zao la migomba pamoja na ndizi, serikali kupitia SIDO imepanga kuanzisha kongane la zao la migomba ama ndizi katika halmashauri ikiwemo halmashauri ya Buhigwe ili kuongeza mnyororo wa thamani wa zao hilo. Aidha, zao hili ni miongoni mwa mazao nchini yatakayoongezwa thamani kupitia mpango maalum wa kuendeleza viwanda wa miaka 5 unaotarajiwa kuanza kutekelezwa kuanzia mwaka wa fedha 2025-2026 hadi 2029-2030. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Felix. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa fursa hii. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa serikali imesema itaanzisha kongani ifikapo Julai 2025, je, programu hii imewekwa kwenye bajeti au serikali itatumia chanzo gani mahususi kwa ajili ya utekelezaji wa programu hii? Swali la pili, mpaka sasa kuna hatua gani zilizokwisha chukuliwa kuandaa wakulima wa migomba kwa ajili ya kongani? Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Felix Kavejuru kwa kuendelea kufuatilia kuhusiana na uongezaji thamani mazao ya kilimo katika mkoa wa Kigoma na hasa jimbo la Buhigwe. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, kongani tunazozianzisha hapa nchini maeneo yote zinawekwa kwenye bajeti, na hii liko kwenye mpango wa bajeti ambayo itasomwa hapa kwa ajili ya mwakani 2025-26 ambayo Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara Daktari Suleiman Jafo atawasilisha katika bunge lako tukufu. Kwa hiyo nimtoe wasiwasi Mheshimiwa mbunge, serikali tumejipanga na ndio maana tumesema tutaanza kutekeleza kwa mwaka huo 2025-2026 kwenda 2030. Lakini kuhusiana na hatua ambazo tumechukua kuandaa wakulima lakini na wadau wote katika hatua za awali, moja, kama nilivyosema, ndizi au migomba ni zao ambazo inalimwa Tanzania mzima na maeneo mengine. Kupitia Wizara ya Kilimo wamewezeshwa pembejeo na utaalamu kupitia maafisa ugani ili kuhakikisha wanazalisha kwa tija. Lakini pili, tayari utaratibu tunao kwenye mazao mengine. Kwa mfano katika mkoa wa Kigoma kwenye zao la chikichi tayari kuna kongani hizo na zimeonyeshwa kufanya vizuri sana pale Kigoma na yeye ni shahidi. Kwa hiyo tutatumia moduli hiyo kuhakikisha na kwenye zao la ndizi nako na migomba tunafanya hivyo. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Jonas. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Tarafa ya Mgeta ina wakulima wa mboga na wakulima wa matunda, lakini wamekuwa wakipata hasara kila mwaka kwa sababu ya kukosa soko la uhakika. Je, serikali haioni sasa ni wakati mwafaka kujenga kiwanda kidogo cha kusindika matunda katika tarafa ya Mgeta? Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nipongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa swali mzuri, lakini hasa kwenye sekta hii ya matunda na mboga ambalo maeneo mengi hapa Tanzania tunalima, tunazalisha. Mheshimiwa Naibu Spika, lengo la serikali
ni kuhakikisha tunaongeza thamani mazao yote ya kilimo ikiwemo haya ya matunda na mboga mboga. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tarafa ya Mgeta nao watanufaika na mpango huu, na kama nilivyosema tunaanza kuungana katika mikoa yote na halmashauri zote ili kuhakikisha kila kwenye mazao haya tunapunguza upotevu baada ya mavuno, post harvest losses. Kwa Mheshimiwa mbunge, hata kule Mgeta nako tutafika, tutawasiliana ili tuone namna gani ya kuvutia wawekezaji waje katika jimbo lako. Nakushukuru sana. Mheshimiwa, maswali yamekwisha na